Yeah, of course, kwa hiki ambacho kimeweza kutokea inadhihirisha ni kwa namna gani kwamba ujanja umekuwa mwingi kuliko weledi. Kwa upande wa Simba katika hiki ambacho wamekifanya ni kitu ambacho kimekwenda tofauti kabisa na kuwa professional. Walitakiwa ili jambo walifanye kwa maana ya kwamba wawe smart. Walizungumza, haijalishi uongozi wa aina gani uliopita uliopo, lakini kinachotakiwa kufanyika ni kwamba kifanyika katika makubaliano. Kwa sababu ninachokiamini mimi, ukija uongozi mpya kwenye ofisi lazima aweze kuchukua taarifa za uongozi uliopita waweze kupitia. Kwa nini aingie rais mpya aseme kwamba tunamtambua Suleiman Mwalimu kama mchezaji wetu na tuhitaji aweze kwenda popote? Tafsiri yake ni kwamba zile michakato ya kiofisi haikwenda sawa sawa. Kwa Simba walichokuwa wanatakiwa kufanya ni kwamba makubaliano walikuwa wamefikia na Wydad, walitakiwa waweze kuweka fedha. Sasa baada ya kuweka fedha wameweka maneno. Yaani unaambia hivi, jambo linalohitaji fedha litaki maneno. Yaani maneno unapoteza muda tu. Mtu mgonjwa anaumwa, anatakiwa apeleke hospitali, wewe unaanza kuleta maneno. Wewe unajua ugonjwa huu alishaumwaga fulani na huyu alishaumwaga hivi akapona. Hatutaki maneno, weka fedha. Kwa Simba kwenye fedha wanaweka maneno, na ndio maana kilichokuja kutokea kitu cha namna kama hiyo. Kwa hiyo katika hili wanaendelea kudhihirisha kwamba kuna ujanja mwingi kuliko weledi. Hicho ndio ambacho naweza nikakisema. Walichotakiwa kufanya ni kwamba walikubaliana Suleiman Mwalimu aongeze muda kuitumikia Simba. Walichotakiwa sio kuweka ujanja tena, ni kuchukua fedha, kuweka, wamalizane naye. Na kwa mujibu wa maelezo ya msemaji wa klabu mwenyewe, anasema kwamba walikubaliana kwamba kufikia mwezi huu wao wameshaweka fedha. Na ukiangalia hivi tunapozungumza na wewe ni mwisho wa mwezi tayari huu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mpaka hivi sasa hawajaweka, na timu inakuwa na mkakati kuelekea katika msimu unaofuata. Wanahitaji wachezaji wao kwa ajili ya pre-season, wanahitaji wachezaji wao kwa ajili ya kuweza kufanya photoshoot kwa ajili ya msimu unaofuata, kuweza kufanya matangazo ya jezi na vitu kama hivyo. Ndio kipindi hiki cha kuweza kufanya mambo hayo yote. Sasa kama hadi kipindi hiki hakuna kinachoeleweka kwa maana ya kwamba ya mtee haupo, watafanyaje? Ndicho ambacho wamekifanya Wydad. Kwa hiyo katika hiki ni kwamba hata zile taarifa ambazo tunakuwa tunawapa watazamaji wako kwamba kuna jambo fulani na fulani liko hivi, wanavutoa kukanusha, inakuwa ukweli unakuwa uko hivyo, lakini wao wanapambana zaidi kwenye kuweka kitu ambacho kinaweza kushawishi mashabiki wa Simba kuamini kwamba kinachoendelea ni hicho. Mimi nishawaambia kwamba Suleiman Mwalimu ni mchezaji wa Wydad, na nilisema kupitia hapa kwamba ni mchezaji wa Wydad na amekuja pale kwa mkopo, na mkopo wake umeshakwisha na sasa anarudi Wydad. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba ikaonekana kwamba tunazodolewa, lakini wametoka hadharani, wameweka vitu hadharani kwamba huyu mchezaji tunamtambua na tuna mipango naye na hatuna makubaliano yoyote. Makubaliano sio message, makubaliano sio email, makubaliano ni mkataba na fedha. Sasa kama hakuna kitu kama hicho, maana yake huwezi kusema kwamba tuliwa email, tuliwatumia message WhatsApp. Mchezaji anachukuliwa kwa WhatsApp, mchezaji anachukuliwa kwa fedha, anachukuliwa kwa makubaliano ya kimkataba. Na mchezaji wanaposema kwamba wameongea na Suleiman Mwalimu mwenyewe kukubaliana naye, Suleiman Mwalimu hana mandate ya kukubaliana na klabu. Wenye kukubaliana na klabu ni klabu ya Wydad. Yeye atakuja pale Simba kwa ajili ya maslahi yake binafsi, kukubaliana maslahi binafsi kwamba mimi wakati nikiwa hapa maslahi yangu binafsi atakuwa 1 2 3, lakini wakati huo tayari yule ambaye anamiliki ameshaidhinisha kwamba wewe unaweza ukaitumikia klabu nyingine. Kwa hiyo tabu iko pale pale. Na kama unavyojua kwamba upande wa majirani zao Young Africans nao pia walionyesha interest ya kuweza kumhitaji Suleiman Mwalimu na walishafanya hatua kadhaa za kumhitaji. Kwa hiyo inawezekana pia hii ikawa ni chenga mwili nyingine tena inakuja. Hiyo ichukua iweke kibindoni. Suleiman Mwalimu ni mchezaji mzawa, na Young Africans wakimuongeza katika benchi lake, katika crew ya wachezaji wapya, ina maana kwamba wataongeza wachezaji wazawa zaidi na itakuwa inawapa faida zaidi. Na kwenye fedha wameweka maneno, sasa wenzao wataweka fedha, alafu mwisho wa siku itakuja kuonekana kwamba Suleiman Mwalimu kijana mzee. Yatakuja yale walimshindwa Chama, akaenda Young Africans wakaanza kumuita huyo alikuwa mzee. Leo amerudi Simba, amekuwa mchezaji mzuri. Tunakuja kwa Suleiman Mwalimu. Lolote litakalotokea kwa Suleiman Mwalimu, kama upande wa pili wakifanikisha kuweza kumweka, ataanza kuitwa majina mengine. Hata huitwa tena hivi kama alivyokuwa amepambo. Huo ndo mpira wa Tanzania na hizo ndo Simba na Yanga. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Simba walichokosea kuweka maneno sema ambayo inahitaji fedha. Yeah. Kwa mujibu wa msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally, ameulizwa maswali na baadhi ya chombo kwamba
Imekuwaje hili jambo linatokea? Wadi wanakanusha, akasema sisi tumefanya kila kitu ila kule wamebadilisha uongozi. Sasa maswali yamekuja kwamba inawezekana kiongozi anapobadilika huwa anaondoka na nyaraka zote zilizopo pale. Yaani hivi kilichokuwa kinatokea ni kwamba wao kwenye sehemu ya kuweka fedha wameweka maneno. Sasa uongozi ukija uangalie maneno, unaangalia mkataba, unaangalia na maingizo yaliyopo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki vilabu vyetu vinategemea, vilabu vyote duniani vinategemea kuingiza fedha katika nyanja tofauti tofauti. Nyanja ya kwanza ni mauzo ya wachezaji. Yaani mauzo ya wachezaji pia ni sehemu ya pato la klabu. Nyanja ya pili ni kuuza vifaa vya klabu ikiwemo jezi na vifaa vingine kama vikombe venye chapa ya klabu husika. Umeelewa vizuri? Nyanja nyingine ni kuweza kupata mapato ya mlangoni, maana kwamba viingilio. Umeelewa vizuri? Mapato mengine ni mapato ya wanachama ambao wana support klabu. Kwa hivi vyanzo vya mapato vikiwa vinaingiza, wao hawezi kuweka tena vitu vingine ambavyo vinaitwa figisu. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba katika nyanja ya kuingiza fedha kupitia mauzo ya wachezaji, wamefika ofisini, wamekuta kuna message za watu, kuna email, hawajakuta fedha. Nini kitakachofuata? Kitakachofuata kwamba bwana, sisi tunataka fedha, tutaki maneno, acha kelele, punguza maneno, mletee mchezaji wetu hapa tuendelee na maisha. Kwa sababu sasa hivi watu wapo kwenye pre-season. Watu wanahitaji kuweza kufanya kuweza kutangaza jezi, waweze kufanya pre-season na wachezaji, umeelewa vizuri, waweze kufanya vipimo vya wachezaji. Kwa Selemani Mwalimu ameishi sana Tanzania karibu mwaka mzima. Ameoga maji ya Tanzania, amekunywa maji ya Tanzania, lazima wakampime minyoo, wakampime kila kitu, angalie afya yake je ipo sawa sawa, wakiangalia viungo vyake je viko sawa sawa. Amecheza viwanja vya changamoto nyingi, umeelewa? Kwa lazima waende wakajiridhisha, waanze kumpima kwamba je una typhoid au una minyoo au vifundo vyako vya miguu na mikono na shingo viko sawa. Kwa lazima wapitishe vipimo. Wakishapitisha vipimo waweze kumuingiza katika taratibu zake. Lakini kama wanamhitaji Selemani Mwalimu, waweke fedha, waache maneno. Na nawakumbusha tena, majirani zao wanatia fedha, hawatii maneno. Sawa, Steve, hili swala limekuwa likijirudia mara kwa mara ndani ya Simba Sports Club. Huwa wanahabarisha mashabiki wao habari ambazo si za uhakika. Tumeona kwa Lameck Lawi limetokea hivi, baadaye ikaonekana si kweli. Tumeona hata kwa Manzoki vile walisema watamsajili, lakini taifa kawa si kweli. Kwa nini inajirudia hii? Ina maana gani ndani ya Simba Sports Club ambayo ni timu kubwa, klabu kubwa? Yaani kwa sasa hivi Simba ninachokiona wanachopambana nacho Simba ni kuweza kurudisha utulivu ndani ya klabu, kwa maana kwamba kuyatafuta mafanikio kwa namna yoyote ile. Na hiko kinapelekea hadi kuweka taarifa ambazo zinakwenda kuweka afueni ndani ya klabu. Kama unavyofahamu kwa sasa hivi pressure imekuwa kubwa, wanaelekea kwenye uchaguzi, umeona, wanatakiwa wafanye uchaguzi ndani ya klabu ya Simba. Hivi sasa wamekaa nje kwa miaka 5 pasipo kuushika ubingwa wa NBC Premier League. Ndani ya miaka 5 mpinzani wake ambaye anachuana naye ameweza kudominate makombe ya ndani kwa miaka 5, na ndani ya miaka 5 amepata kombe moja tu la CRDB. Kwa hiyo hii ni pressure imekuwa kubwa zaidi, na ukiangalia kwa sasa hivi wenzao namna wanavyofanya sajili na wao pia wanavyofanya sajili, wao wapo katika sehemu ya kuweza kujenga kikosi, umeelewa vizuri, lakini Young Africans wao wapo katika eneo la kuweza kubadilisha phase ya phase ya miaka 5 kuingia phase inayofuata kwa ajili ya miaka mingine 5. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba wapo katika madaraja mawili tofauti. Kwa hiyo sasa wao kwa upande wao wanatakiwa waweze kuwa makini zaidi kwenye kutengeneza kikosi chao, na hiko makini ndicho ambacho kinafeli ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Lameck Lawi walitangaza kwamba huyu ni mali yetu, mwisho wa siku leo anacheza Azam, umeelewa vizuri, na alishawaadhibu pia. Haya, wakatoka hapo wakaja kwa Manzoki akahudhuria kikao, umeelewa vizuri, wakaitwa hadi wengine timu yao manyoka, umeelewa vizuri. Leo hii Manzoki mpaka anaelekea kumaliza mpira hajawahi kuvaa jezi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo waache maneno sehemu ambayo inahitaji fedha. Panapotaka fedha, weka fedha, acha maneno. Yeah.